uongozi wa Simba ukifanikiwa kuifanya Simba ikawa kitu kimoja, ikawa compact, ikawa timu. Sasa hivi Simba sio timu, ni kikundi cha watu wanaoendesha mpira, haijawa timu bado. Timu ni yule unit, kuanzia mtu wa chini mpaka wa juu ndio unakuja kumalizia unapata timu ya mpira iliyokamilika, kwa sababu ile ni taasisi. Ikikosa umoja unaona vitu haviendi. Na leo hii unamwangalia mtu kama Budo Joshua Mutale anafanya vile vitu ambavyo tulikuwa tunajua kabisa Mutale anatakiwa kufanya. Unamuona mtu kama Neo Maema anaingia na deliver, Mwalimu anafanya kitu, unamuona Kapombe anafanya kitu, unaona mabeki wote wa katikati leo ndio wamepata magoli na Mwalimu ndio kaenda kufunga kama striker kule mbele. Unaona timu yani wachezaji wamehamasika. Kwa hiyo Simba hii haihitaji kuwa na mwalimu hatari sana. Inahitaji kwanza kutengenezewa unit, umoja, ili Simba iwe imara zaidi. Simba ina wachezaji, kila siku nasema wanachokosekana kwenye timu ya Simba ni umoja, ama ile compactness ya unit, kuonekana kwamba hii ni taasisi ama hii ni timu ya mpira ambayo inacheza mpira. Kwa hiyo kwangu mimi leo nimwambie tu Mwalimu Matola, kongole kwake. Ameonyesha level kubwa ya maturity. Ninatamani kumuona akiaminiwa, lakini pia lawama, jambo lolote baya likitokea wasiwe wepesi kumpa lawama. Kama nilivyosema mwanzo kwamba nilikuwa natamani kumuona hata akiondoka, kwa sababu amekuwa ni mtu wa kutupiwa lawama mara nyingi sana. Kwa nini ninatamani kumuona akiendelea kuaminiwa? Huyu ni mzawa nina imani naye kubwa kwenye ligi ya ndani. Lakini kwenye kimataifa naweza nikawa na mashaka naye, kwa sababu kimataifa unahitaji vitu vingi nje ya mifumo ile ambayo umezoea. Unakutana watu kama Mama, lazima uwe na mbinu zaidi ya 3, 4, 5, 6 kuweza kwamba una switch kwenye mbinu hii, kwenye mbinu hii, kwenye mbinu hii. Kwa hiyo unaona Matola hata anachokifanya leo ni mwalimu ambaye amekaa na wachezaji, ana uhusiano mzuri na wachezaji. Kitakachomwangusha, chochote kitakachotokea, kitakachomwangusha ni uongozi. Unakosa ile unit na impact. Nimeona Simba wachezaji wa Simba wakijitoa 100%. Unaweza ukasema hao wachezaji ambao wana level ya fitness 100%, lakini hata mtu unapomuona amechoka still bado anaendelea kupush. Muangalie mtu kama Mpanzu. Kafanya vizuri picha kwanza, wamemkuta sana, wamemzuia kufanya vitu vingi sana. Lakini angalia Mwalimu alichokifanya, amemswitch, amemtoa Mpanzu, ameongeza mtu mwingine. Muangalie Abraham Morris, bonge moja la mchezaji. Leo Abraham Morris amecheza, nimemuona Luis Jose Miquissone wa msimu huo anatishia Tanzania, anafanya mambo makubwa mpaka Ahli wanakuja wanamtaka. Yaani leo Abraham alikuwa akishika mpira, naona taswira ya Luis Jose Miquissone. Kwa nini? Kwa sababu ninaamini Matola alizungumza na mchezaji mmoja mmoja. Swali linakuja, kwa nini asiaminiwe mpaka leo hii unasikia wanakwenda kumtafuta kocha msaidizi kwenye klabu nyingine ama kocha mwingine? Kwa hiyo unakuta kwamba kama kocha anapatikana kocha mkubwa, basi Matola aaminiwe awe kocha, kama ni kocha msaidizi, ama aonekane kwamba anafanya, kwa sababu mwisho wa siku timu ya mpira ina mambo mengi ndani yake. Lazima kuwe na consistency, kuwe na umoja, kuwe na teamwork, kuwe na vitu vingi sana. Ndio maana utaona kama leo wakati unaenda mapumziko, unamuona alimfuata Budo, nadhani alikuwa anazungumza naye kumwambia kwamba labda unaona kile ambacho nilikuwa nakwambia kwamba unaweza kufanya vitu fulani. It's like kama anakwenda kumencourage zaidi. Na alizungumza na baadhi ya wachezaji hata wakati anarudi, unaona kabisa kwamba ni mwalimu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kuzungumza wachezaji. Kwa hiyo leo Simba imecheza kwa hamasa. Simba imecheza kwa hamasa kubwa, na kila mchezaji alikuwa anatamani kuto kumdisappoint mwalimu. Ndicho ambacho mara nyingi makocha wengi wanafanya hivyo, kwamba wana mbinu zao za kivita, lakini bado wanatengeneza uhusiano na wachezaji. Lakini pia nje ya uhusiano na wachezaji kuna uhusiano wa wachezaji pamoja na viongozi. Sasa hichi kitu kinatengenezwa kutokea juu. Ndio maana nasema shida kwenye klabu ya Simba sio wachezaji, sio kocha, sio technical bench. Simba ni watu waliokaa hapa juu wanao oversee hii timu pamoja na watu wake wote. Wanatakiwa kupambana, watengeneze unit, watengeneze umoja. Alafu uone na magana ambavyo Simba hii itakwenda kutembea. Uone na magana ambavyo Simba itakwenda kuleta ushindani na competition kubwa. Simba ni kweli kuna mashindano hapa nyuma ya kufanya vizuri. Unajua kuna namna ambavyo unaona kabisa mbona kama hatuko pamoja, lakini kuna namna ambavyo hawa wachezaji leo wamecheza kama timu ya mpira ambao wamekaa kwa muda mrefu. Hii ndio Simba inatakiwa kucheza kama imetoka Misri kuweka kambi, ndicho ambacho tunatakiwa kukifanya. Swali la msingi linakuja, kwa nini hichi ambacho tumekiona leo wakati Fadu Davis yupo, wakati timu imerudi kutoka Misri hakikuwepo? Hapo ndo kuna swali mama. Na kama umenisikia vizuri, nilieleza kitu kimoja. Matola
kwenye ligi ya ndani sina wasiwasi naye, anaweza akaipeleka Simba mpaka pale ambapo itastahili kufika kutokana na nature ya wachezaji ambao nao. Kimataifa sioni akiweza kufanya vitu vikubwa. Kama tunataka unajua ubaya wa Simba na Yanga hawana muda wa kufanya majaribio. Wakikupa wanataka ukliki tuondoke. Umeelewa? Ndio maana Falls wa Yanga kinachomkuta sasa hivi yuko katika transition period. Watu hawako tayari kungojea hiyo miezi mitatu ama miezi miwili, miezi minne ya transition ili vitu vyake viclick kwenye mfumo. Watu wanataka vitu vijiendeshe. Kwa hiyo Matola anaweza kuja ndani, wanaweza kumshangilia, wakamfurahia na akapata matokeo vizuri tu. Na kama akikosa matokeo ni moja ya michezo imeamua. Lakini kimataifa kwa Singida alikuwa starman. Watu wote wanamwangalia yeye, wanamlisha yeye, wanamhudumia yeye ili aipe timu matokeo kwa sababu hiyo ability anayo. Unaenda Simba, kila mtu ni starman. Hakuna namna klabu kama ya Simba itakutengeneza wewe. Nataka nikukumbushe nyuma kidogo kwenye klabu kama ya Simba hiyo. Kumbuka mtu kama John Raphael Boko, kumbuka mtu kama Medi Kagere. Hawa wote walikuwa wanafanya vitu kuonyesha ya kwamba wao wako tayari kupambana. Hawangojei marisho. Kinachomgharimu Jonathan Soa na hichi kitamtafuna, na inawezekana asiwe na msimu bora kabisa katika klabu ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu ni yule striker ambaye hapambani moja kwa moja. Muangalie Mkwala. Kwa nini walimu wengi wanapenda kumtumia Mkwala? Mkwala ni aggressive, lakini pia ana uwezo wa kudrop chini, kudrive team, na akawa ana mpira na akaweza kusababisha vitu vingine. Na bado kama leo hakuna mtu ambaye anaweza kumlaumu Mkwala kwa lolote. Angekuwa ni star man anayekaa kule juu kungojea apewe huduma. Simba hakuna mtu akukupa huduma kaka. Simba Abraham Morris akaa vizuri, akishaliona goli zile nyuzi 90 pande zote mbili, ana hit bang naitika. Ukimkuta mtu kama Maema the same story, mtu kama Mpanzu same story, mtu kama Jean Chaze hawa same story. Wewe mshambuliaji unangojea nini kwenye box? Sioni, na nimeshasema na nilisema hivi, watu walizungumza mambo mengi sana. Sioni Jonathan Soa akipata mafanikio makubwa katika klabu ya Simba kutokana na nature ya uchezaji wa klabu ya Simba, lakini pia nature ya uchezaji wa mchezaji mwenyewe Jonathan Soa. Muangalie mtu kama Mwalimu ameingia, what a hit ameweka, kwa sababu sio mtu akukaa kusubiri, ni mtu ambaye ana move kwenye engo zote za pitch, anahangaika na anajua kabisa niko katika timu ambayo kila mtu ni starman. I am not a star kwenye hii club. Hiyo ni clear penalty, kama ambavyo ilikuwa clear penalty jana Mbeya kwa mchezaji wa Mbeya City kushika ndani ya box. That was clear penalty, kama ambavyo ilikuwa red card ya Baka. That was clear red card. Kwa hiyo ni makosa tu ya kiufundi hapa na pale. Of course alifanya vile kumpumzisha Mpanzu kwa sababu ni kama ana fatigue. Amejaribu kufanya kila kitu, lakini ni kama mpango mkakati wa mwalimu Mgunda ulikuwa ni kuhakikisha kwamba Mpanzu hafanyi hit yoyote, Mpanzu hachezi, hafanyi kitu chochote kwa maana ya kuhangaika. Kwa hiyo unakuta mara nyingi walikuwa wanampress. Kwa hiyo alichokifanya yeye ni kumpunguza Mpanzu, kumweka Neo Maema, na Neo Maema tunaona aliingiza threat kadhaa. Hata goli ambalo mwalimu amefunga unaweza kuona movement ilianzia mbali, lakini ana uwezo wa kudrop. Kwa hiyo kwangu mimi ninasema Suleiman Matola alifanya maamuzi sahihi ya kumuokoa mchezaji na maumivu, lakini na injury, lakini pia kuhakikisha kwamba mchezaji anahudumu vizuri. Kiwango cha Mpanzu ni kile kile. Na mimi ni tu mwazi, sijawahi kumuona Mpanzu kwa namna ambayo watu wanamsemea huko nje. Sio mchezaji mbaya, lakini sio mchezaji hatari kama wanavyosema. Ni mchezaji wa kawaida, anaweza akafanya mambo fulani katika wakati fulani, lakini sio mchezaji ambaye unaweza kumbebesha timu kama bwana sasa timu imelemewa, tia mabegani kwako tupe maajabu. Ninataka nikukumbusha kitu kimoja. Tukimzungumzia Mpanzu sio X factor kama alivyo Pacome Pedro Zouzoua. Pacome kuna sehemu zinafika unaona kabisa timu imepotea, haipo tena. Anainuka kama mchezaji, anakupa matokeo. Mpanzu hawezi kuinuka. Ila Simba ikicheza, Mpanzu atacheza. Simba ikiwa haina mpira, Mpanzu utamwona na zurura uwanjani. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji mzuri, ila sio mchezaji kama wanavyomuimba watu. Lakini Jean Chaze hawa Simba ikiwa imelemewa, inateketea. Ni moment za mpira zinamfanya aonekane kuwa hivyo. Simba wanahitaji kupata mchezaji mwenye kaliba kama ya Clatous Chota Chama, Luis Jose Miquissone. Yaani wakati timu imelemewa, timu imezidiwa kila kitu, anatokea mtu kama Luis Jose Miquissone. Sasa ukiniambia
Morris Abraham akipata game time ya kutosha katika ardhi hii ya Tanzania akiwa na Simba Sport Club, niamini mimi ile ndio X factor ninayozungumzia. Joshua Mutale Mundo ni wao wakina nani, wachezaji wa hamasa. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu nyingi zinazoendelea, usiache kulike, kucomment na kusubscribe YouTube channel yetu HN Digital.